four types of men in the ministry or in the church. Number one, Jacob kind of man. Jacob. Watu wanapokuja kanisani ni watu, lakini wana vitu ambavyo wamevibeba ndani mwao, na wanaingia kanisani kwa makusudi, na makusudi hayo si yao, bali ni makusudi ya nani? Ya Mungu. Ila ni watu wachache sana ambao wanaoelewa ya kwamba they can carry the purpose of God. Geukia mtu muulize, unaamini unaweza beba makusudi ya Mungu? Nimeanza kuhubiri tayari. Nimekuambia leo hautasikia hiyo kelele. Derek, kama unangoja hapo, ni sweet hapa. Sasa hakuna kitu kama hicho. Nataka kutembea tu hapa nisema Bwana Yesu asifiwe. Jina la Baba litukuzwe. Na kanisa linasema jina la Baba litukuzwe. Na kanisa linasema haleluya. 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 Toka hapa mpaka nasikia naumwa huku na nataka nikikuuliza nilihubiri kitabu gani, bado una shida hata hujashika. Haleluya. Kumbe tuko pamoja. Aina ya watu wangapi? Aina ya watu wangapi? Wanne. Kwa hivyo kila mtu anayekuja kanisani huwa amebeba makusudi ya Mungu. Geukia mtu muulize, umebeba makusudi gani? Lakini tatizo ni hili, ni watu wachache sana ambao wanaelewa makusudi yao katika huduma. Ni watu wachache sana wanaoelewa makusudi yao katika huduma. Haleluya. So tumeanza na mtu alitwaye nani? Jacob kind of man. Nataka tujue Jacob ni mtu wa aina gani na anabeba nini na ana nini cha kujivunia. Tusome kitabu cha Genesis chapter 30 verse 27. Genesis chapter 30 verse 27. Wala ambao mko na mic mtatusaidia tusome na mic, kwa sababu naona mmejima pastor wetu mic. Nataka tusome pamoja Haya, tunasoma 1 2 3, tusome. Labani akamwambia, iwapo nimeona fadhili machoni pako, kaa, maana nimetambua ya kwamba Bwana amenibariki kwa ajili yako. Watu wa aina ya nani? Ya Yakobo. Baba inasema alipotoka kwao hakutoka kwa amani. Alikuwa amemfuruga ndugu yake, akachukua kilicho chake kwa lazima. Akachukua kwa lazima. Na maandiko yanasema alipochukua kwa lazima akaondoka. Na katika mawazo yake akajiambia, mahali nitakapoenda nipate amani na niwe salama ni kwa kina mama, kwa maana kwa Labani ndio kwa kina mama yake Yakobo. Haleluya. Kwa hivyo alipofika kule, Biblia inasema hivi, mtu huyu alikuwa na kitu tofauti ndani mwake. Alikuwa na kitu cha kuongezeka ndani mwake. Chochote kile ambacho alikuwa anakiguza, it multiplied. Chochote kile ambacho alikuwa anakifanya katika nyumba ya Labani, it multiplied. Haleluya. Amen. Jina Baba litukuzwe. Amen. Sio kama tuko pamoja ama nipige kelele ndio tushikane. Mko sawa Tuko sawa. Hata Roho ananiambia ni wachache tu ambao hawako sawa, lakini wengi wako sawa. So let's go with majority. Kwa sababu majority wako sawa. Geukia mtu mwambie utakuwa sawa. Utakuwa sawa. Mwambie hata kama hautaki. Mwambie tukifika katikati utakuwa mtu wa kwanza kuwa sawa. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Amen. Kwa jina la Yesu. Amen. Kwa hiyo Biblia inaongelea kuhusu mtu aitwaye Yakobo. Maandiko yanasema alikuwa anabeba kitu tofauti. Alipokaribishwa kwa Labani, Biblia inasema akakaa kwa muda
Na kwa ule muda ambaye alikaa kwa Labani, Biblia inasema hivi, Labani mwenyewe akagundua mtu huyu anayekaa kwangu sio mtu wa kawaida. Na Biblia inasema akasema, na kwa maana Mungu amenibariki mimi Labani kupitia kwako kwa ajili yako, akamwambia kaa wapi? Kaa hapa. Nina habari njema. Kuna watu katika maisha ambao haufai kuwaachilia rahisi. Kwa maana kuna wakati mwingine unaweza kuwa you have nothing and you are nothing. You are like useless. But there are people in life, once you attach yourself to them, you will realize ya kwamba your life imebadilika. Amen. Hallelujah. Amen. Lakini itakuwaje kwa mtu asiyokuwa kama Labani? Kwa maana Labani ni mtu aliye na ufahamu ya kwamba huyu kijana tangu aingie kwa hii nyumba, mambo yangu yamemultiply. Hali yangu imekuwa tofauti. Biashara yangu imekuwa tofauti. Maisha yangu yamekuwa tofauti. Familia yangu imekuwa tofauti. Mifugo wangu imekuwa tofauti. The Jacob kind of man akiingia katika maisha yako, akiingia, unahitaji roho ya ufahamu uweze kujua mtu huyu tangu alipoingia kwangu, what have I gained? Nimepata nini? Kuna watu ambao wanaweza ingia katika maisha yako ukapoteza vitu. Kuna watu tu ukiwafanya marafiki utapoteza vitu. Kuna watu ukiwa accommodate utapoteza vitu. Kuna watu ukiwapeleka mahali pa kazi yako utapoteza vitu. Lakini kuna watu ukiwakaribisha, kuna watu ukiwalisha, kuna watu ukiwavalisha, utagundua ya kwamba umemultiply. Amen. Umemultiply. Ni nani aliye na ufahamu ya kuweza kumfahamu mtu wa namna kama Yakobo? Ni nani aliye na uwezo wa kufahamu jinsi Labani anavyoangalia? Anasema, tangu mtu huyu alipoingia hapa, maisha yangu yamebadilika. Tuko na washirika kanisani ambao hata hawezi akafikiria jinsi alivyokuwa kabla aingia katika huduma huu. Hawezi akafikiria jinsi alivyokuwa aking'ang'ana akiishi kabla aunganike na madhabahu haya, kabla aunganike na neema hii inayozungumza. Kuna watu ambao mioyo zao hazina ufahamu. Na mtu yoyote ambaye hana ufahamu, ambaye hawezi akakumbuka, akagundua, akafahamu, mtu huyo anaishi kwa shida na kwa mateso. Neno la Mungu linasema kwamba Yakobo alipoingia kwa Labani, Biblia inasema Labani aligundua ya kwamba tangu kijana huyu aje hapa kwangu, nyumba hii imebadilika. Ng'ombe wanazaana, mbuzi wanazaana, kondoo wanazaana, kuku wameongezeka, kila kitu kimeongezeka, amani imeongezeka, kila kitu kiko sawa. Mpaka siku moja anamwambia Yakobo, kuna kitu nimegundua kwako, ya kwamba wewe sio mtu wa kawaida. Tangu ulipoingia katika nyumba hii, nimegundua mambo yangu yamebadilika. Geuke mtu muulize, tangu ulipoingia hapa nini imebadilika? Muulize, tangu ulipopata huyu mchungaji anaongea, ni nini kwako imebadilika? Mwingine anasema hata mimi sijaona kitu, naona hakuna, mimi nasikia tu kwa watu. Geuke mtu muulize, hakuna kitu kimebadilika? Hakuna. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba pia kuna watu ambao wanaweza kosa ufahamu ya kwamba tangu wakati tumeconnect, kuna watu ambao wanaweza kosa ufahamu, kuna vitu vimebadilika. Haleluya. Basi nyingine nasemaje? Tusome. Akasema, sema mshahara wako utakao nami nitatoa. Haleluya. Amen. Nakuombea uwe mtu ambaye hata mahala pa kazi kibali chako kitambulike mahala pa kazi. Amen. Kumbe tuko sawa. Kama ninaongea hivyo na nasikia amen, ni kumaanisha atupige kelele hapa siku nyingine. Pia Yesu makofi mazuri.
Nasema Mungu akupe roho ya Yakobo. Amen. Kazini chochote unachoguza mkono kifaulu na kifanikiwe. Amen. Mawazo ulionayo yafanikishe kampuni, yafanikishe familia. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sio kama unanielewa. Angalia hili. Alipogundua amepata faida kwa ajili ya Yakobo, maandiko yanasema akamwendea akamwambia, kaa hapa, alafu kisha uniambie ni mshahara wa pesa ngapi, nifanye nini? Kuna watu wako hapa una plani kuandika termination letter kwa sababu hujaongezwa mshahara. Kile ambacho unahitaji kufanya, you need to add something at the place where you are working. Add something. And you can add something spiritual. Wacha tajiri ajue kwamba wewe ndio huanga unamuombea. Wewe huwa unaombea kampuni. Wewe huwa unaombea hiyo kazi. Unaweza kosa kuwa na vitu vingi vya kupeana, lakini when you become an intercessor of that place, watakutambua na watajua tangu walipoingia hapa kuna kitu kimeongezeka. Nasema kile ambacho kimeongezeka kupitia kwako mahala pa kazi hakitafichika. Nasema hakitafichika. Amen. Just imagine. Hakuna chochote ambacho kingelizuia ya kwamba vile alivyoingia Yakobo kwa Labani, mambo yale yalifanyika. Hakuna kile ambacho kingeliweza kuzuia yasionekane. Mambo yale yalionekana. Mafanikio yale yalionekana. Mpaka Labani mwenyewe akasema, hakika mimi nimeona kwa macho yangu. Kaa hapa. Ishi na sisi hapa. Endelea kukaa. Huenda tutaendelea kuwa matajiri zaidi kupitia kwako. Kwa maana nimegundua it is through you that God has blessed us. Wakati mwingine kuna watu ambao tuliunganika na wao tukabarikiwa, lakini kwa sababu ya kiburi na majivuno, wakati mwingine we disconnect ourselves from those people. Alafu along the way unagundua ya kwamba kuna kitu kimepotea. Mimi na wewe ni watu tofauti. Wewe na yule mwingine ni watu tofauti. Unaweza kuwa hauna, lakini wakati mwingine unaweza kula kwa sababu yule unayetembea na yeye ako nayo. Wakati mwingine neema ambayo tuko nayo ni kwa sababu ya wale watu ambao tunaishi pamoja na wao, tunatembea pamoja na wao, tunafanya kazi pamoja na wao, tumewafanya marafiki wa karibu pamoja na sisi. Kwa hivyo yeyote ambaye amefanyika kuwa rafiki katika maisha yako, lazima mpaka uweze kuelewa ameongeza nini katika maisha yako. Iwe ni ya uchumi ama iwe ni ya kiroho. Kwa maana mtu ni roho. Mtu ni roho. Anaweza kuwa ni roho nzuri ama anaweza kuwa ni roho mbaya. Geukia mtu muulize, wewe ni roho ya aina gani? Muulize, wewe ni roho ya aina gani? Muulize, umejifanyia kazi ama bado? Kwa hivyo Biblia inasema kwamba kile ambacho Yakobo alifanya alipoingia kwa Labani, Labani alikuwa multiplied in everything. Kuna watu wakiingia kanisani ambao wana roho ya Yakobo, the people kind of Jacob, wakiingia kanisani lazima watafute cha kufanya, na wanasema kwa mioyo zao, hii kanisa haitabaki kuwa vile ilikuwa. Hii kanisa lazima isonge mbele. Amen. Kuna watu wanaangalia madhabahu kwa sababu wana roho ya Yakobo. Wanasema hii kanisa na haya madhabahu, hii huduma haitakuwa vile imezoea kuwa, lazima itakuwa tofauti. Nasema Mungu akupe roho ya Yakobo. Amen. Nasema Mungu akupe roho ya Yakobo. Amen. In the name of Jesus. Ukipokea roho ya Yakobo, chochote utakachokifanya it will multiply. Utakachofanya kita multiply. Sema amen. Na Yakobo alikuwa na kibali. Alikuwa na nini? Alikuwa na nini? Na kibali. Mtu wa pili, Jonah kind of man. Jonah kind of man. Last Sunday mambo ya Yona niliyaguzia kidogo, na nikasema Jonah alikuwa ni mtu ambaye hakutaka sana kujukumika wala kutumika, lakini kwa sababu macho ya Mungu yalikuwa yamemspot Yona, macho ya Mungu yalikuwa yamemwangalia Jonah. Kwa hivyo Mungu ilikuwa ni lazima na ilikuwa ni sharti ya kwamba Jonah angepeleka ujumbe, lakini Jonah alikuwa na tabia. Ndio kama mtu mwambie Jonah alikuwa na tabia.
Haleluya. Jona alikuwa na nini? Tabia. Na tabia. Kwa hivyo tukitaka kujua mambo ya Jona ni mtu wa aina gani? Nataka tusome kitabu cha Jona chapter 1 verse 4 to 6. Jona chapter 1 mstari wa 4 hadi mstari wa 6. Nataka tujue Jona ni mtu wa aina gani. Tunasoma 1 2 3 read. Lakini Bwana alituma upepo mkuu baharini, ikawa tufani kubwa baharini, hata merikebu ikawa karibu kuvunjika. Twende. Basi wale mabaharia wakaogopa, kila mtu akamwomba Mungu wake, nao wakatupa baharini shehena iliyokuwa merikebuni, ili kupunguza uzito wake. Lakini Yona alikuwa ameshuka hadi pande za ndani za merikebu, akajilaza akapata usingizi. Jona wako kwa hii nyumba. Kwa kuna uwezekano ukiona mtu analala yeye ni Jona. Kwa maana Biblia inasema kwamba akashuka akatafuta mahali pa kujificha vizuri. Alafu kisha akalala nini? Usingizi. Kuna uwezekano ukiona mtu anapenda kulala kanisani ni Jona. Na hiyo roho ya usingizi ndaipiga. Kama Biblia inasema ni roho ya Jona, hiyo lazima tuipige. Kwa hiyo nataka tujue mtu aitwaye Jona ana roho ya aina gani, ama ni mtu wa namna gani? Jona kind of man ni watu ambao wakiingia katika huduma, kazi yao they will never do anything but they will hide. Wanajificha. Kazi yao ni kujificha katika huduma. Lakini makosa ni wanapojificha watasababisha hatari sana. Na hatari hii itakuwa ni ya hasara. Itakuwa ni ya hasara. Maandiko yanasema kwamba watu hawa wakatupa mizigo zao baharini, kwa maana waliofia upepo unaweza ukasababisha nini? Meli ikiwa imebeba uzito. Kwa hivyo wakaona ni vyema watupe mizigo kwenye bahari. Kilichosababisha upepo wa bahari, mawimbi ya bahari, ilikuwa ni kitu gani? Ukisoma Biblia inasema kwamba mtu huyu aitwaye Jona, Mungu alipomtuma akampa mandate, huyu mtu alikaidi sauti ya Mungu. Kwa hivyo alikuwa ni mtu anayesababisha mawimbi ya bahari. Kwa hivyo mawimbi hayo yalikuwa yanamaanisha ghadhabu ya Mungu. Kwa hivyo Jona kind of man ni watu ambao wanaobeba ghadhabu ya Mungu, kwa sababu they have disobeyed the voice of God and they have also disobeyed the voice of the servants of God. Na kanisa mlango wake uko wazi, kila mtu anaingia, na uwezi jua mtu huyu alisikia kutoka kwa nani, kwa mchungaji ama alisikia kutoka kwa Mungu. Lakini wakiingia wakinyamaza na hawafanyi chochote, kanisa linaweza likapata shida, kwa sababu mtu huyu amekataa kuzingatia sauti aliyoisikia, akatafuta kanisa, akakaa ndani ya kanisa, doing nothing in the church, lakini ndani mwake anajua ya kwamba kuna sauti ambayo imeniita, kuna sauti ambayo imenena, na sauti hiyo nimeidisobey, sijafanya vile inafaa nifanye. Lakini ametafuta maeneo ya kuingia, na anapoingia katika maeneo yale, yule mtu anakaa na anatulia. Kwa hivyo kuna uwezekano kwa kukaa kwa yule mtu katika umati wa watu kunatokea dhoruba, na hiyo dhoruba inaashiria ni ghadhabu ya Mungu. Ghadhabu ya Mungu inapokuja huwa ina target yule mtu, lakini ghadhabu ya Mungu inapokuja kama
kama watu hawezi wakamtambua yule mtu, basi wataenda hasara. Kwa maana Biblia inasema kwamba wale watu walipoona ghadhabu ya Mungu wakasema, wenda ni merikebu imebeba zaidi, kila ambacho tutakachokifanya ndipo tuwe salama. Basi itatupasa tupunguze mizigo hizi iliyobeba merikebu, tutupe kwenye maji tuwe salama. Watu walikuwa wamebeba shehena zao zenye pesa, zenye dhamana kubwa. Watu wakaingia kwenye hasara, wakawa wanatupa mizigo zao, wanatupa vitu vyao. Walikuwa ni wanabiashara, wanatupa vitu vyao, wanatupa bidhaa zao, kwa sababu ya mtu mmoja ambaye amekwepa sauti ya Mungu, amekaidi sauti ya Mungu, amekaidi mission ya Mungu, akaingia kwenye merikebu, akatafuta mahali akajificha. The Jonah kind of men wanaweza wakaingia kanisani. Wanapoingia kanisani, doing nothing, wanatafuta nafasi ya kujificha. Hawezi akafanya chochote, lakini ila kwa kujificha kwake anaweza akasababisha mapigo makubwa sana katika huduma. Ndio ukiamua mtu muulize, wewe ni Jonah, mwambie unaweza kutetea shida hapa. Haleluya, Amen. haleluya. Mungu lazima anatumia wanadamu kwa mission yake. Huduma ya Mungu inakamilika kupitia wanadamu, na kuna wanadamu ambao wana roho ya Jonah. Kwa maana Jonah anajua mahali anafaa kwenda, anajua makusudi ya Mungu, lakini naye amechukua merikebu inayoelekea kwingine tofauti na kula na kutuma, kwa maana ana mission. Biblia inasema alipoingia ile merikebu ikawa kwenye shida, ikatatizika, mawimbi yakajaa, upepo ukajaa, watu wakahofia maisha yao. Wale watu wenda walikuwa ni wanabiashara, wametumia mamilioni ya pesa, lakini wamefika mahali wakasema, afadhali tuishi kuliko tufe kwa ajili ya mizigo iliyojaa kwenye merikebu. Mtu mmoja akasema, tupunguze uzito wa merikebu. Wakaanza kutoa wakitupa nje, wakatoa wakatupa nje. Jonah alikuwa hajitambulishi, Jonah alikuwa amenyamaza, Jonah alikuwa haongei, Jonah alikuwa amenyamaza, Jonah alikuwa hatubu, Jonah alikuwa amelala, alikuwa ametulia, akasababisha watu wakaingia kwenye hasara. Jonah akasababisha watu wakaingia kwenye hasara. They are people, ukiunganika na wao, kwa sababu wamekwepa mission ya Mungu, kwa sababu wamekataa makusudi ya Mungu, wanaweza wakasababisha ghadhabu katika maisha yako. Unapofanya watu kuwa marafiki, tunapopokea washirika, we must be very very much keen and careful, kwa sababu kuna watu ambao wamekwepa makusudi ya Mungu. Wanaweza wakasababisha shida katika maeneo yetu, wanaweza kusababisha shida katika maeneo yako. Usichague tu watu, lazima mpaka ujue watu wana makusudi gani, watu wana mission gani ambazo wamekataa. Haleluya, haleluya. Ukisoma vile sema kwamba watu wakahofia maisha yao, usalama wao, wakasema tutupe vitu kwenye bahari, tutupe vitu kwenye bahari. Wakatupa vitu kwenye bahari wakiwa wanaomba wawe salama. Lakini baada ya kutupa kila kitu, dhoruba haikutulia. Biblia inasema dhoruba haikufanya nini? Haikutulia. Ndio Jonah akatokezea akasema, ninaweza kuwa I'm the cause, ninaomba mnichukue, mnitupe wapi? Tena bahari. Sasa hapo ninapendea Jonah kwa sababu amejitolea na akasema nitupeni ndani, ninaweza kuwa I'm the cause. Lakini kuna watu kinaweza furugika sana wakiwa, and they know the cause, and they know they are the cause, na hakuna mtu ambaye anakubaliana, na hakuna mtu ambaye anasema I am the cause or I know the cause, na kinaharibika na wamenyamaza. Lakini Jonah baadaye atainua mkono akasema I might be the cause, nitupe wapi? Kwenye bahari. Na maandiko yanasema jamaa akachukuliwa na akatupa wapi? Kwa bahari. Unajua kile kilifanyika baada ya kutupwa kwenye bahari? Mungu alikuwa ameshaandaa nini? Samaki. Na yule samaki akamkamata Jonah. Last Sunday nilikuwa nafundisha, nasema kwamba kama mission ya Mungu ilikuwa inataka Jonah afunge for 3 days, na hiyo ndio alikuwa amekataa kufunga kwa ajili ya hiyo mission,
Biblia inasema alikaa kwa tumbo ya samaki siku ngapi? 3. Day and akiwa hali wala hanywi. Kwa hivyo alikuwa in prayer and fasting. Na kule alikokataa kwenda kufanya makusudi ya Mungu, Biblia inasema huko ndio samaki ilienda ikamtapika, huko ikamtapika. Huwezi ukakwepa makusudi ya Mungu. Hauwezi ukakwepa makusudi ya Mungu. Haleluya. So the Jonah kind of people, lazima mpaka tuweze kujua. Wakati mwingine unaweza kuwa unaishi vizuri na unaendelea vizuri, lakini unakubaliana na mtu fulani and you realize baada ya kuingia kwa mahusiano na huyo mtu, mambo yako yameanza kufurugika. Hata mwingine aliniambia, Bishop uniombee. Nikamuuliza ni kwa sababu gani? Akasema mimi nilikuwa na pesa sana, lakini pesa zangu ziliisha nilipomwoa huyu mwanaume. Na mimi ndio nilimuoa kwa sababu nilimpenda tu, nikaona kwa sababu amekuwa rafiki yangu na ameniambia shida zake. Actually akipata kazi inaisha tu. Nikaona maybe ni temptations zitakuja kuisha. So nikasema wacha nimlete, alafu baadaye tutasort hiyo mambo tukiendelea. Nilipomleta kwangu miezi hizo ngapi? 3, hata mimi kazi ilikuwa imeisha. Jonah kind of people. Kuna watu wengine unaweza kufikiria kuwasaidia na utajikuta shida yao imekuwa ni shida yako. Tunahitaji sana roho wa kutuelekeza ni lipi la kufanya, ni lipi la kutokufanya, ni yupi wa kuinua, ni yupi wa kutoinua, ni yupi wa kusaidia, ni yupi wa kutokusaidia. We need the Holy Spirit of God. Kanisani kuna Jonas wengi. Na Jonas akiwa kanisani, akiwa kwenye merikebu, akiwa mahali popote kwenye kampuni itapata hasara, kwa sababu watu ambao ni Jonas kind of people, mahala walipo hakuna faida. Jonas kind of people mahala walipo ni hasara. You will count loss. Na unapohesabu hasara, they don't care. Hawataji kujitokeza sema kwamba hasara hii unaenda kwa sababu yangu. Hasara hii imeingia kwa sababu yangu. Hakuna siku. Jonas people are very dangerous katika maisha ya mtu. Wakiwepo utaanza kuhesabu loss. Kwa mtu ambaye anahesabu hasara hapa, go check your life. Let me tell you. Unajua mimi sikuangi na marafiki. Kwa sababu sheria zangu zinakuanga ngumu. Usinione hivi. Mimi nakwambia kuna sheria ambazo ni tugumu sana. Lakini tunampendeza. I'm telling you, tunampendeza Mungu. Sio rahisi kunipata na mtu ambaye najua huyu ni rafiki yangu. Lakini kuna mzee mmoja ambaye nimepata. Anaitwa Lodenyo, mchungaji. Tumeongea naye hapa akaniambia, "Mchungaji, Mungu amenituma kwako." Nikamuuliza Mungu anasemaje? Akaniambia, "Wewe ni kijana mdogo, mimi ni mzee. Lakini usione vibaya ninapokuwa kwambia hii." Akaniambia, "Mungu anataka ninyenyekee chini yako." Nikamwambia, "Umesikia vizuri?" Akasema, "Nimesikia. Na sio mara moja na sio mara mbili. Kwa sababu Mungu ameniambia katikati ya wachungaji wewe una Mungu." Amen. Akaniambia, "Wewe una Mungu." Amen. Tulipoanza kuongea machozi ikatoka. Akasema, "Sasa unaona mambo naanza kuongea sasa. Sasa hayo mambo unaongea ndio mambo Mungu alikuwa ananiambia kukuhusu. Sasa what you are doing, you are giving what you call confirmation." Hallelujah. Jonah kind of people are very dangerous. Wakiwa katika maisha yako, hata kama ulikuwa unaendelea vizuri, utaanza kurudi nyuma. The Jonah kind of people, utaanza kurudi nyuma. Kuna watu walikuwa wanaendelea vizuri, lakini alipoingia Jonah katika maisha yao, watu wamepata shida. Lakini kwa sababu watu ni vichwa ngumu na wako mbali na Roho Mtakatifu wa Mungu, they cannot discern. Na nimekosa sana kukaa wanaishi na huna discernment spirit. Lazima awe ndani mwako.
Discernment spirit lazima awe ndani mwako. You can discern things. Unaweza uangalia useme kwamba no, mimi siko sawa. Na wakati mwingine unaweza angalia useme I'm okay. Lakini kuna watu ambao hawana discernment spirit. Discernment spirit inaonyesha kwamba wewe bado uko hai katika mambo ya kiroho. Na kama uwezi ukadisani vile unaendelea, vile unaishi, vile unaelekea, inamaanisha kwamba you are doomed. Wewe umekufa kiroho. That is why kanisa kuna kitu ambacho washirika na wachungaji hawafai kuacha. Washirika na wachungaji wanafaa kuwa na discernment spirit. Inafaa wewe unakaa na mtu na roho yako inakwambia kitu kuhusu huyo mtu. Hapana kaa na watu tu kanisani. Na niliwaambia wakati mwingine sio kila anayetembea ni mtu aliye hai. Na sio kila anayetembea anayekaa karibu na wewe. Wakati mwingine sio lazima ni mtu. Wakati mwingine ni majini, wakati mwingine ni mapepo zinavaa miili ya watu. Anaketi kwenye kiti kama mtu. Unafaa kuwa na roho ya discernment spirit. Unasema kuna kitu roho ananiambia. Na utakapokuwa mtu ambaye una roho ya discernment spirit, roho itatambua ya kwamba utaitambua. Kuna roho zingine hazitakukaribia. Unafikia watu wanakukataa, wanakuchukia. Na kumbe sio hivyo, ni maroho. Unaingia kanisani unalenga, unasema naenda kalia mbele. Ukikaa mbele unaona dada mwingine anabeba Biblia, anaenda nyuma kabisa. Kwa sababu anajua, hiyo ni roho inajua. Baada wewe kuamua kuja kukaa mahali amekaa, hakuna mission yake itafaulu. Wewe ni ndugu, unakaa na ndugu mwingine, unaona anahama, anaenda kiti kingine, unaanza kujiuliza kwani nanuka mdomo, kwani nanuka makwapa, kwani mimi ni mtu wa aina gani? Kwa nini nikienda mahali watu wanahama? Hapana, roho aliye ndani mwako yuko hai. Kuna roho zingine ambazo haziwezi kustahimili kukaa karibu na wewe. Kwa maana roho wa Mungu ndani mwako yuko hai. Haleluya. 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 Nani aliyekwambia kile unayekutana naye kwa barabara ni mtu? Nani aliyekwambia kile unayemuona ako hai? Kuna wengine watu waliokufa kitambo. Na kuna zingine ni mapepo, zingine ni mizimu, zingine ni mashetani. You must be very careful. Na kuwa careful, lazima roho yako iwe iko hai. Roho yako iwe iko active. Unasema no, you discern things. You discern things. You discern things. Wale watu kwenye merikebu roho zao zilikuwa zimekufa, kwa maana watu wale walielekezea roho zao sana kwa biashara yao na wakapata hasara. Kanisa kama haliwezi likaomba, linaweza likapata hasara, kwa maana hakuna discernment spirit. Kanisa linahitaji kuomba. Wakati mwingine roho ya Jona ikiinuka ndani ya dada, ikiinuka ndani ya ndugu, kuwe na watu ambao wako ndani ya roho, wako na discernment spirit. Wanasema hapana, hata tufanyisha kazi ngumu, hata tupeleka mlimani for 40 days, hata fanya tupate aibu, hata fanya tupate hasara. Ni huyu tunamjua, ni huyu tunamjua. Tunataka watu ambao watakushika mkono kabla hatujaingia kwa hasara. Watakuwa kwa haraka wakutupe kwenye maji, wakutupe kwenye bahari, ili kanisa lisiingie katika hasara. Lakini kanisa linaingia kwenye hasara kwa sababu gani? Wamama wamekuwa na biashara sana. Biblia inasema wale watu waliokuwa kwenye merikebu walikuwa wenye biashara sana, waliwaza biashara yao sana, waliwaza bidhaa zao sana, pesa zao sana. Lakini kwa sababu hapakuwepo na mtu mwenye alikuwa na discernment spirit ya kwamba hapa kuna mtu aliingia na akasimama, akaenda akajificha maeneo, akaanza kulala, wenda huyo mtu ndiye ametuletea shida. Hakuna mtu ambaye alienda kumwamsha akamwambia, ndugu, hii shida ambayo tunapitia wenda ni wewe umetusababishia. Hakuna mtu ambaye alikuwa na discern. Kanisa linahitaji discernment spirit. Wamama wanahitaji discernment spirit. Wazee wanahitaji discernment spirit. Vijana wanahitaji discernment spirit. Kama watu wale kwenye merikebu wangediscern ya kwamba kuna mtu ameingia hapa, na hisi ndani ya roho yangu hatuko pamoja na huyo mtu, that is why ameenda akajificha, hawangeingia kwenye hasara kubwa kama hiyo. Hawangeingia kwenye hasara kubwa kama hiyo. Haleluya. 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 Sijui kama tuko pamoja.
Mtu wa tatu, Judas kind of man. Judas kind of man. Judas kind of man. Mtu aina ya Juda. Mtu aina ya Juda. Maandiko yanasema kwamba Juda alitembea na Yesu. Juda akawa ni yule ambaye alitembea na mkoba wa sadaka. Alikuwa anabeba mkoba wa sadaka akina Yesu. He was in the ministry of Jesus. So when I'm thinking about this, I am expecting, even in this ministry, there is Judah in this ministry. Who are you in this ministry? Who are you? Who are you in the ministry? Kama Yuda amepatikana katika ministry ya Yesu. Na nyinyi mnajua Yesu hapo anahitaji discernment spirit. Yesu alikuwa anajua. Alikuwa anafanya nini? Anajua. Yesu alikuwa anajua. Yesu alikuwa anajua. Jamaa alikuwa anabeba sadaka kila wakati. Hata anaweka mirore hivi, anaiba. Yesu alikuwa anajua. Kwani kuna kitu kinafanya Yesu akose kujua? Ni nini ambacho kingefanyika Yesu akose kujua? Ni nini? Huko ni kumaanisha akiiba sadaka Yesu alikuwa anajua. Sijui kama tunaelewana. In the book of Matthew, soma John kwa sababu ya muda. John chapter 13 verse 2. John 13 verse 2. John 13 verse 2. Tusome 1 2 3 tusome. Hata wakati wa chakula cha jioni. Hata wakati wa chakula cha jioni, naye Ibilisi amekwisha kumtia Yuda mwana wa Iskarioti. Kuna kitu nataka uelewe. Licha ya kwamba Yuda alikuwa mshirika wa Yesu. Mshirika wa nani? Yesu. Kuna kitu nataka nifundishe leo uelewe. Inamaanisha kwamba hayakukuwa makusudi ya Yesu ama ya Mungu ya kwamba awe ni Yuda atakaye msaliti nani? Yesu. Ila kuna kitu na ni makosa Yuda anafanya. Soma hapo tupata makosa ya Yuda. Inasemaje? Hata wakati wa chakula cha jioni. Hata wakati wa chakula cha jioni, naye Ibilisi amekwisha kumtia Yuda. Kwa hivyo inamaanisha kwamba wakati ule Yesu alipokuwa akitembea akifanya huduma na Yuda hakuwa na shida. Hakuwa na shida. Hakuwa na shida. Yuda hakuwa na shida. Lakini wakati chakula kimeandaliwa, wakati wa jioni, nini lifanyika? Ibilisi alikuwa shauti. Soma vizuri. Simoni Iskarioti. Simko na mic, mtumie mic. Mwana wa Simoni Iskarioti wa kumsaliti. Tukisoma hivi haitaeleweka. Hata wakati wa chakula cha jioni, nataka kusoma mwanzo kutoka hapo. Hata wakati wa chakula cha jioni, naye Ibilisi amekwisha kumtia Yuda mwana wa Simoni Iskarioti moyo wa kumsaliti. Moyo wa kumsaliti ulikuja wakati gani? Wa jioni. Ulikuja wakati gani? Wa chakula cha jioni. Inamaanisha mchana alikuwa sawa. Kwa inamaanisha kwamba mtu anaweza shinda akiwa sawa, lakini akabadilika jioni. Mtu anaweza lala akiwa sawa, akabadilika asubuhi. Na kinachofanya watu wabadilike, Biblia inasema ni nani? Ni Ibilisi. Ibilisi akamwingia. Kwa
hivyo kumuingia ni kumaanisha Ibilisi ameangalia mtoto Iskarioti aitwaye Yuda, akaona nafasi ndani ya nani? Yuda. Kwani Biblia inasemaje? Maandiko yanasema pepo likimtoka mtu huwa linaenda mahali palipo kauka, alafu kisha linatembea likizunguka, alafu mahala kule ni kukavu, hakuna maji, hakuna chochote. Yule pepo naye anasema hivi, nitarudi kwenye maeneo yangu. Kwa hivyo inamaanisha pepo likiwa liko ndani ya mtu huwa limepata makao. Kwa hivyo inamaanisha ndani ya mtu kuna kuanga na makao. Na ndio Biblia inasema hivi, we are the holy temple of God. Our body is the holy temple of God. Kwa hivyo inamaanisha ndani mwetu kuna makao. Anaweza kukaa Roho Mtakatifu, anaweza kukaa Mungu, pia anaweza kaa Ibilisi akipewa hiyo nafasi. Kwa hivyo maandiko yanasema wakati wa jioni, inamaanisha shetani alikuwa anatembea akitafuta nafasi ndani ya mioyo ya watu. Akatafuta ndani ya moyo wa Peter akakosa, Yohana akakosa, mwingine akakosa, mwingine akakosa, lakini punde si punde akapata nafasi ndani ya mtu aitwaye nani? Yuda. Na maandiko yanasema naye akaingia kwenye nafasi ile. Shetani akiingia kwenye nafasi ya moyo, it becomes the controller of your heart, the controller of your mind, the controller of your everything. Shetani akiingia tu anaanza kucontrol. Kuna watu wanafanya vitu unaweza waangalia ukashangaa, huyu anafanyaje? Ni kwa sababu gani? Shetani amekwisha kupata nafasi katika moyo wake. Kuna watu wanaweza ongea vitu ukashangaa anaongea nini, anajisikiza kile ambacho anaongea. Anaongea hivyo kwa sababu gani? Sio yeye anayeongea, anayempa mawazo ya kuongea hivyo ni yule aliyepata nafasi ndani ya mtu huyu. Kwa hivyo in the other words, inamaanisha kwamba kama shetani hangelipata nafasi ndani ya Yuda, basi hangeliingia. Geukia mtu mwambie usimpe shetani nafasi. Usimpe shetani nafasi. Mwambie guard yourself. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Biblia inasema akafanya nini? Akamsaliti. Biblia inasema kwamba Yesu huku akijua ya kuwa Baba amempa vyote mikononi mwake, na ya kuwa alitoka kwa Mungu naye anakwenda kwa Mungu. Yesu akakubali, akasema shetani ameingia Yuda, na Yuda amefanya nini? Amenipeana, kwa hivyo nitakufa. Lakini hata nikifa mimi nilikuja na nikwenda, nitafanya nini? Nitaenda. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Jina la Baba litukuzwe. Amen. Jina la Baba litukuzwe. Amen. Kwa hivyo kazi ya Yuda katika kanisa, kwenye kampuni, wapi kwingine, ni kazi ya aina gani? Ni kazi ya how do you call it? Kusaliti. Kusaliti. Kwa Kiingereza nasema kufanya nini? Betray. To betray. Na kuna watu wengine ambao wako na roho ya betrayal spirit. Betrayal spirit. Mahali pa kazi tu yeye anakutanga makosa, anaenda naambia mdosi. Kuna watu kwa hii kampuni ambao unafaa ufikirie mambo yao. Na kuna mambo hata mkiongea mkiwa pamoja utaisikia kwa mkubwa. Kwa sababu gani? In your midst kuna mtu anaitwaje? Anaitwa Yuda. Sasa mnashangaa, hii mambo tuliongea na tukasema hii mambo ni sisi ndio waanzilishi wa hii maneno. Sisi ndio wenye kupanga hii maneno. Sasa alijuaje mdosi? Unaanza kujiuliza. Kwa hiyo inamaanisha mkakosa discernment spirit, mtu huyu atawakula na atawamaliza. Mpaka kutokea na watu walio serious ndani ya Mungu waseme, Eric, mimi roho yangu haitoke kwako. Mimi ninaona wewe ni kama ndio naambianga mdosi hii maneno. Na nasikia roho yangu. Nasikia kwa roho yangu. I'm perceiving in my spirit ya kwamba akosi kwa wewe.
Lakini kama hakuwezi tokea mtu ambaye anaweza kupasive kutoka kwa roho yake, mtu huyu atakula watu kazini, nafanya nini? Amalize. Kuna watu kazini wanateseka kwa sababu ya mtu mmoja, na mtu huyo anaitwa Judas Iscariot. Anaweza kuwa kanisani, Judas Iscariot. Anaweza kuwa kwenye kampuni kazini, Judas Iscariot. Na lazima afanye huduma wake. Kwa huduma yake ni betrayal. Mtakuwa mnapanga, naye anawashtaki. Mnasema, naye anawashtaki. Na ni hatari sana kukuwa na mtu kama huyo kwa kampuni. Hananga faida yoyote. Kwa sababu gani? Mtu huyo ni kama adui wa kampuni, na mtu huyo ni kama adui wa kanisa. Unajua ni hatari sana. Ni hatari sana. Biblia inasema hivi, wana wa Israeli walikuwa wanaenda kupigana vita, na nyuma yao kulikuwa na nabii ambaye anaitwa Elijah. Nabii Elijah ndiye aliyekuwa anawaambia maadui zao wamejifika kwenye mahandaki gani. Elijah ndiye alikuwa anawaambia msipite barabara ile. Kwa nini? Kwa maana adui wako kwenye hiyo barabara. Mpaka siku moja mfalme wa wale maadui wa Israeli akajiuliza, ningelipenda kuelewa katikati yetu ni nani ambaye aliyepanda wa maadui zetu, kwa maana kile tunachokipanga tayari wana habari, kile tunachokisema tayari wana habari. Akaanza kusema hivi, ni hatari sana kukuwa na adui aliye ndani. Mtu yoyote ambaye yuko ndani na awe ya kwamba hayuko pamoja na sisi ndani ni adui mbaya sana, ni adui mbaya sana. Afadhali adui awe nje kuliko adui kuwa wapi? Ndani. Kwa maana adui wa ndani vita vyake ni vya polepole, vita vyake ni vya polepole. Anaweza kukuua kwa sumu, ama anaweza kukupeana. Wakati watu wanakuja tumekaa hivi, wanauliza askofu anakuanga mgani? Unajua unafaa kwenda kwa nani direct kwanza? Kwa Boaz. Yaani mtu akiingia tu hapa ambao hawanijui na tulikuwa tumekaa hapa, hata mimi nimekaa, wanafaa wakitoka tu kama ni risasi wapige nani kwanza? Boaz. Lakini kukiwa na msaliti hapa, mtu ambaye anaitwa Juda anasema mimi nitakuwa pale kama director. Yule nitakayembusu piga risasi. Na Biblia inasema kwamba yule mtu aitaye Yuda ilikuwa ni vigumu sana maadui wa Yesu kuweza kumuelewa. Mara mingi wana miss, mara mingi wanapata tatizo kumuelewa. Mpaka siku moja akasema, mimi niko tayari, iwapo mtanipa pesa na mimi nitawapa nani? Yesu. Siku moja walipokuja, kwa maana amepata pesa, alienda akambusu Yesu, na Yesu akajua, akamwambia ni kumpeana mwana wa Adamu na mpeana. Be very careful na kila anayekubusu. Haimaanishi kwamba kila busu linamaanisha upendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Uko mahali pa kazi, hata Juda anaweza kukubusu. Uko kanisani, even Judas Iscariot anaweza kukupa hug nzuri, akubusu vizuri, lakini ndani mwake anasema ngoja siku ifike. Na ubaya wa Judas Iscariot. Judas Iscariot yeye hatafuti kubadilika. Judas Iscariot yeye ashachagua mission yake. Na mission moja ni kusema mpaka ndoa yako iishe, mpaka kazi yako iishe, mpaka pesa zako ziishe. Ama anasema mpaka nione ukiwa unaingia kaburini. Usicheze na mtu yoyote ambaye amekwisha kuamua ya kwamba yeye ni Judas Iscariot katika maisha yako, na ameamua either kazi iishe, ndoa iishe, uteseke, biashara iishe, ama uingie kaburini. Hata ukampea nini, moyo wake ushapata suluhisho. Hata umpe pesa, hata mkule na yeye, hata mfanye nini, huyo mtu asha made up his mind. Anasema mimi kile najua, hata unipe pesa, hata ufanye nini, hata uninunulie suti, hata ufanye nini, roho yangu imeamua mpaka nikuue. Haleluya. Amen. Roho yangu imeamua mpaka fanye nini? Mpaka nikuue. Angalia mtu, mwambie be very careful
Be very careful. Na mtu aitwaye Judas Iscariot. Mtu aitwaye Judas Mwambie be Iscariot. very careful. Be very careful. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Na ukisoma Biblia inasema kwamba Judas Iscariot alipokuwa katika huduma wa Yesu Kristo alikuwa pale kwa sababu he was making profit. He was making what? Profit. Kwa hivyo bidii yake ilikuwa ni kwa ajili ya faida ambayo alikuwa anafanya. Na siku moja mwanamke mmoja amekuja na mafuta akamwekea Yesu kwa miguu, akaanza kumpanguza. He was the first person aliposema, sasa hii mafuta inaharibika kwa njia kama hii, na kuna maskini wengi, mayatima wengi, si tungeuza tuwasaidie? Lakini Yesu akasema, na mimi nimekuja tu na nitaenda, na hao maskini walikuwepo na mlikuwa pamoja na wao na mtabaki na wao. Yesu akamuuliza hivyo. Kwa Judas Iscariot hakuona chochote kizuri kwa Yesu. Na pia Judas Iscariot anaweza kuwa kanisani. Whatever good you do to this ministry, he will be there to discourage you. Judas Iscariot ndio wangu anasema, wewe ni kujifanya. Hata ukileta sadaka 1,000 hapa akiona, niliona leo nitoe 1,000. Si ni kujifanya tu, mnajifanya. Sadaka ni sadaka. Bora umetoa kwa nini? Kwa roho. Sisi tunatoanga tu ile tuko nayo 20 na tutoe kujionyesha. Hiyo ni Judas Iscariot. Imagine kama yule mwanamke ameona udhamana na umaana wa Yesu mpaka ameyafungua yale mafuta akaweka kwenye nywele zake, akaanza kumpaka Yesu akitumia kichwa chake. Lakini Judas alikuwepo pale, akagadhabika sana. Unajua ni kwa nini aligadhabika? Judas Iscariot alikuwa katika ministry ya Yesu kutengeneza profit. Kila akitengeneza, wakitoa sadaka anaweka nini? Kidole. Siku moja anaulizwa na Yesu, watu tunaweza tukawapea chakula wakule? Akasema hakuna kitu kwa akaunti. Yesu akajiuliza, na mbona hizo sadaka zimekuwa? Kwani zimeenda wapi sasa? Akasema hakuna. Na kweli hakukuwa kitu. Na ile ambayo ilikuwa inatosha tu mikate ngapi? Ilikuwa mikate ngapi? Ilikuwa mikate 5. Na samaki mpaka ikafanywa chini hivi. Na kweli hakuna. Hebu fanya hivi, akafanya hivi, akasema hiyo ndio ilikuwa. Patia karani alete mikate. Akasema hata itosha, watu ni wengi. Yesu akasema ni sawa, lete tu. Ni hatari sana huduma ikawa na watu ambao ni Judas Iscariot spirit iko ndani mwao. Kwa maana everything they do to the ministry they do because of their benefit. Ni hatari sana. Ni hatari sana. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Sijui kama tunaelewana. Sijui kama tunaelewana. Yes. Alafu mtu wa mwisho, Joseph kind of man. Joseph kind of man. Huyo tunaweza tukampata katika kitabu cha Genesis chapter 39. Ukisoma hicho kitabu utagundua Biblia inasema kwamba Joseph alipouzwa na ndugu zake kule Misri, wakati ako kwenye rumande, akainterpret ndoto ya mfalme, akapata favor in the eyes of the king. Maandiko yanasema akachukuliwa, akawekwa kwenye, akapewa ugavana. Maandiko yanasema katika nafasi ya kuwa gavana alifanya kazi nzuri. Akahakikisha katika Israeli hakuna njaa. Kwa hivyo katika huduma, katika familia, katika kampuni na katika maisha tunahitaji mtu ambaye ni Joseph kind of, ambaye akipewa nafasi, tuseme ya kwamba he is our pastor, anasimama kuhakikisha ya kwamba he play like a pastor. He is a youth leader. Akipewa hiyo nafasi anasimama kwa hiyo nafasi na anacheza to the maximum kama the youth leader wa kanisa. Kama ni secretary wa kanisa, anacheza that position to the maximum. Kama
The secretary of what? Of the church. Bwana Yesu asifiwe sana. Alipopewa hiyo nafasi Joseph, maandiko yanasema Misri ikabadilika, vyakula vikakuwepo, hakukuwa na njaa tena. Kwa hivyo katika huduma tunapochagua watu, tunachagua wengine ambao wana roho ya Yosefu. Ni watu kama Yosefu. Utamjuaje mtu kama Yosefu? Utamjua jinsi atakavyosimama kwa nafasi yake. Haleluya. Jinsi atakavyosimama kwa nafasi yake. Geukia mtu muulize, wewe ni mtu wa aina gani? Muulize, wewe ni mtu wa aina gani? Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ina mkono wako mmoja, sema Bwana Yesu. Bwana Yesu, naomba uniokoe. naomba uniokoe. Naomba unirehemu. Naomba unirehemu. Nisiwe kikwazo, Nisiwe kikwazo wala kizuizi, wala kizuizi katika huduma. Nifundishe nafasi yangu. Nifundishe nafasi yangu. Na kutoka leo yeyote aliye na roho mbaya katika maisha yangu, anayesababisha mambo yangu kuharibika, kutokea leo nakataa, napinga. Sema kwa jina la Yesu. 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 Pigia Yesu makofi mazuri. Aina nyingine, hiyo ni ya mwisho, ya watu walio kanisani, ni watu waliojeruhiwa. Watu waliofanya nini? Waliojeruhiwa. That is why kanisa limeshindwa kuhandle watu, kwa sababu most of the people that comes to the church ni watu waliojeruhiwa. Na walijeruhiwa wapi? Mwingine alijeruhiwa PAG, mwingine Adivine, mwingine Catholic, mwingine Israeli Nineve, kanisa ya mama na baba. Hata akikuja kanisani kwa sababu ana majeraha na alijeruhiwa wapi? Kanisani. Anakujanga akiwa chonjo, Huyo haji kufanya chochote, haji kupromote chochote, yeye anakuja akiwa chonjo. Sababu anasema watu kanisani wanakwazanga wengine, ako hapa kuangalia ni nani atakayemkwaza. Na atakapoona kuna kitu ambacho kinaweza kuwa ni dalili ya kumkwaza, mtu huyo hangojeangi. Anafanya nini? Anaondoka. Kwa sababu alikwazwa wapi? Na makosa ni hii. Kama uliwahi kwazwa kanisani, yani mtu yote ambaye amekwazwa kanisani, uponyaji wake ni mgumu sana. Uponyaji wa mtu aliyekwazwa kanisani aka give up, aka lose hope, uponyaji wa huyo mtu ni mgumu sana. Wengine nimeona wameandika kule town, wanasema niliacha kanisa, sikuacha nani? Mungu. Kwa Kiingereza wanasemaje? I left I not leave I left church not God. Anasema hivyo. Mtu ambaye anayeandika kwamba I left church not God, muendee pole. Ni watu waliokwazwa wapi? Kanisani. Yokia mtu mwambie unaweza kwazwa kwa kiburi chako, lack of understanding. Unaweza kwazwa kwa sababu ya majivuno yako. Mwambie pia unaweza kwazwa na watu wabaya, wakina Juda na kina Jona wako kanisani. Piga Yesu makofi mazuri. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mtu yoyote ambaye aliyekwazwa kanisani anakuja akiwa chonjo, kwa sababu alifanya nini? Alikwazwa. Na kushua hata hapa nitakwazwa. That is how tunashindwa kuhandle watu kanisani, na wanafanya nini? Wanaondoka kwa sababu ni wagonjwa. Afadhali mtu akwazwe kwa ulimwengu, akuja apone wapi? Kanisani. Kuliko mtu anakwazwa kanisani alafu anaenda wapi? Nimekuja gari yangu ikaisha maji.
toka Naivasha nikafika pale Thika Road, nikaingia service lane. Kijana mmoja akatoka huko na vitabu, tukaongea, akaniuliza boss, nikusaidiaje? Nikamwambia sina shida kubwa, itakulu tu niweke coolant alafu niendelee na safari. Tukaongea, akaanza kujifungua. Yule kijana akaniambia, mimi nilitoka nyumbani miaka ngapi zimeisha? 4. Tukamuuliza kwa nini? Akasema nilikosana na wazazi, siongeangi na wazazi wangu simply because nilibadilisha dini. Nikamuuliza kwa nini? Akasema mimi nilikuwa danza kanisani. Nilikuwa danza, ni Mkamba. Sasa kuna mtu alinikwaza na alikuwa kiongozi. Sasa mimi nikahama hiyo kanisa, nikasema mimi nimeenda. Kijana alikuwa mzuri sana, alikuwa danza kanisani. Danza. Na anasema alipotoka hapo kanisani akaenda, amegundua Waislamu wana upendo sana kuliko Wakristo. Unajua kuna watu ambao wanaenda wana defect Christianity, wanajiunga na Waislamu kwa sababu wanadhani wamekwazwa kanisani, msikitini watakuwa na amani. Na wanaweza kuwa na amani kwa sababu msikitini wafanye ibada kama hizi na wakai sana. Msikitini wanaenda kwa wanapiga magoti, wanafanya hivi, wanafanya mara kadhaa. Hapo wanasema halkubat, wanaenda wapi? Nyumbani. Sasa kama wewe uko na zizi na ushaweka kondoo yako hapa, unashinda hapo au unaenda kutafuta na kuongeza. Na zizi ambazo ziko na wenyewe, lakini shetani ndio mbaya, anakujanga mpaka kwa zizi ya Mungu ili asababishe kutokuwa na amani, kutokuwa na ushirikiano, kutokuwa na upendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema ninaenda mbali. Naenda mbali. Kuna watu hapa wamekwazwa. Si kweli? Na wengine wako hapa walikwazwa PhD. Hata kwa hapa anapima aone vile Asha watampeleka. Asha wetu kwanza, kuna Juma pale anakuanga rafu. Juma kubembeleza. Kitaka ukaa na Juma mpaka uwe na mtu wa moyo. Haleluya. Akikwambia kaa hapa na wewe unakaa pande na kuuliza wewe nani? Mimi nimesimama na nimekuchukua mpaka kwa mlango na kupeleka mahali pa kukaa, mahali ninaona panakufaa. Sasa wewe unanipanga. Anasikia tu kukwambia hata Sunday usikuje. Wewe ni Juma. Simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. Sema wewe ni wewe, hautabaki kuwa ni wewe. Nami kwa msa kwa tumaguni. Wewe ni wewe, hautabaki kuwa ni wewe. Nami kwa msa kwa tumaguni. Sema wewe ni wewe, hautabaki kuwa ni wewe. Hautabaki kuwa ni wewe. Sema wewe ni wewe, hautabaki kuwa ni wewe. Hautabaki kuwa ni wewe.
ni wewe. Huduma wangu Baba ni wewe, na utabaki kuwa ni wewe. Sasa kama mtu Mungu utabaki kuwa ni wewe. Wangu Baba ni wewe, na utabaki kuwa ni wewe. Wewe
utabaki kuwa Fungua kinywa chako, mwambie Bwana utabaki kuwa Bwana katika maisha yangu. Mwambie sitabadilika, sitapotea, sitabadilika, sitapotea, sitabadilika, sitapotea. Kataa kwa kinywa chako, mwambie Bwana utabaki kuwa Mungu, utabaki kuwa Baba, utabaki kuwa Jehova katika maisha yangu, katika maisha yangu. Utabaki kuwa Mungu, utabaki kuwa Baba, utabaki kuwa Mungu, utabaki kuwa Baba, utabaki kuwa Mungu, utabaki kuwa Baba. Sitapotea Baba, sitapotea Baba. Mimi ni mbegu yako, nitunze Baba. Mwambie Bwana nitunze, tunza maisha yangu, tunza afya yangu, tunza kazi yangu, tunza biashara yangu, tunza ndoa yangu, tunza watoto wangu. Fungua kinywa chako, omba. I want to see people praying, I want to hear people praying, I want to see people praying. Pray for your life, pray for your career, pray for your family, pray for your business, pray for your career, pray for your future, pray for your everything, pray for your family. In the name of Jesus, open your mouth wherever you are. Pray, 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 pray. Open your mouth, open your mouth, open your mouth. Mwambie Bwana, sitapotea, sitapotea. Mimi ni chombo chako, sitapotea, sitapotea. Mimi ni mwanao, sitapotea, sitapotea, sitaangamia katika jina la Yesu Kristo. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Jesus. Hakuna kama wewe Bwana, wewe ni Mungu, wewe ni Baba. Hakuna kama wewe, uinuliwe Bwana, uinuliwe Yesu. Hakuna kama wewe Bwana, ninakupa sifa na utukufu. Asante Jehova, asante Baba, asante Jehova. Nipe moyo uaminifu, nipe moyo wa upendo, nipe moyo wa ushindi, nipe moyo wa kibali, nipe moyo wa neema. Asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Bwana. Pokea sifa na utukufu Jehova. Una jambo la kumwambia Mungu. Kama hauna kazi, mwambie Mungu nahitaji kazi. Unataka kibali, mwambie Mungu nahitaji kibali, nikubalike tu. Kazi yangu nikubalike tu, biashara yangu nikubalike tu, familia yangu nikubalike tu, kwa familia nikubalike tu, katika mji wa Nairobi nikubalike tu. Enda mbele za Bwana, mwambie Bwana, naomba tu nikubalike, nipe kibali, nikubalike, nipe kibali, nikubalike. Lolote nalolifanya Baba nikubalike. Mungu wa neema nikubalike. Fungua kinywa chako, mwambie Bwana, napotoka katika maeneo haya, kibali chako kiandamane pamoja nami, nguvu zako ziandamane pamoja nami, uwezo wako andamane pamoja nami, neema yako andamane pamoja nami, katika jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Anza kukataa kila roho za maajali, miinuko, misirana, mitego na mipango zote za kuzimu. Chochote ambacho kimepangwa, Biblia inasema no weapon formed against your life shall prevail. Anza cancel kila madai ya shetani, cancel kila madai ya shetani, cancel kila madai ya shetani, cancel, 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 cancel. Sema I cancel kila madai ya shetani, cancel in the name of Jesus, cancel in the name of Jesus. Maajali ya ghafla, 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 magonjwa ya ghafla, 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 mapigo ya ghafla, 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 vita vya ghafla, 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 mateso ya ghafla, 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 barua ambayo ni ya kuvunja moyo ya ghafla, mahala pa kazi ya ghafla, kwa familia, ripoti. Sema nakataa. I denounce kila aina ya ujumbe ambao unaletewa, ujumbe wa kuvunja moyo, ujumbe wa ghafla. Sema nakataa ujumbe wa ghafla. Anza kukataa ujumbe wa ghafla, ghafla. Yeyote aliye na mpango kwa ajili ya kubitray maisha yako, kazi yako, anza kukataa. Tunapinga ujumbe mbaya, ripoti mbaya, mahala pa kazi, familia, kuhusu wazazi, kuhusu ndugu zetu. Tunakataa ujumbe unaovunja moyo, unaovunja moyo, ujumbe wa magonjwa, ujumbe wa mazishi. Tunakataa
ripoti mbaya, cancel. Ripoti ya ajali, nasikia wanasema roho ya ajali, kata. Termination letter, maana pakasi. Juda amesimama, kazi haribike. Juda amesimama to betray you. Sema nakataa. Ripoti ya Juda nakataa. Ripoti ya Juda nakataa. Every betrayal in the name of Jesus. Betrayal in the name of Jesus. 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 Ilo mikono zako juu kila moja. Yes. Ilo mikono zako juu kila moja. Sema Bwana Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Sema ninakataa kila ujumbe. Ninakataa kila habari mbaya. Ninakataa kila ripoti mbaya. Sema ninakataa ripoti ya kuvunja moyo. Ripoti ya magonjwa. Ripoti ya kufutwa. Ripoti ya kukataliwa. Ripoti ya kuchelewa. Ripoti ya kuharibikiwa. Ripoti ya mazishi, ya matanga, ya maombolezo. Ripoti ya kuvunja moyo. Ripoti mbaya kwa familia. Ripoti mbaya kwa ndugu zangu. Ripoti mbaya kwa maisha yangu. Ripoti mbaya ya kuvunja moyo. Sema nakataa. Nisaidie kukataa ujumbe mbaya, ripoti mbaya kwa huduma huu, ripoti mbaya kwa huduma huu, tunakataa ripoti mbaya kwa huduma huu, tunakataa ripoti mbaya kwa wachungaji, ripoti mbaya kwa mashirika, ripoti mbaya kwa watoto, tunakataa Jesus. Asante Yesu. Wewe ni mgonjwa, njoo mbele. Wewe ni mgonjwa, kimbia hapa mbele. Wewe ni mgonjwa, kimbia hapa mbele kwa jina la Yesu. Wewe ni mgonjwa, njoo nikombe. La karabazia, sekete. In the name of Jesus. Wewe ni mgonjwa, unisikii. Njoo hapa mbele. Na uko hapa, kuna ripoti mbaya ambayo umesikia. Kuna ripoti mbaya umesikia. Njoo hapa. I want to cancel that report. Inaweza kuwa ni daktari, inaweza kuwa ni ya nani. Njoo hapa. Nyosha mkono wako wa rehema, niguse, nipone. Nyosha mkono wako wa rehema, niguse, nyosha mkono wako wa rehema, niguse, nipone. Nyosha mkono wako wa rehema, niguse, nipone. Nyosha mkono wako niguse, nyosha mkono wako wa rehema, niguse, niguse.
Weka mikono zako juu. Unapokea uponyaji kuanzia dakika hii. Yes. Nasema unapokea uponyaji kuanzia dakika hii. I can feel the grace of healing. Yes. The grace of healing. Yes. I can sense the grace and the power of healing. Mikono zako juu kila moja. La katarabozia. In the name of Jesus. 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 Kuna watu wanapona hapa sasa hivi. Kuna watu wanapona hapa sasa hivi. Na kuna kitu kinakufanyikia ambayo umesimama hapa sasa hivi. Kuna kitu ambacho kimekuwa cha kujirudia, hakitajirudia. Iwe ni uvimbe, iwe ni roho ya aina gani, iwe ni roho ya mateso. Kama ni barua daktari amekwambia, ni barua ambayo ni ripoti na kuvunja moyo, inakutia machozi, kuna kitu kinashuka juu yako. Na Mungu anakuweka huru kwa jina la Yesu. Yes. In the name of Jesus. The name of Jesus. The name of Jesus. The name of Jesus. Ndio mikono zako juu kwa jina la Yesu. Ndio mikono zako juu kwa jina la Yesu. Funga macho yako mahali ulipo. Yes. In the name of Jesus. The name of Jesus. In the name of Jesus. The name of Jesus. Magonjwa mengine ni mapepo. Yes. Magonjwa mengine ni mizimu. Yes. Magonjwa mengine ni mashetani. Yes. Magonjwa mengine ni maroho zilizokufa. Yes. Magonjwa mengine ni mateso. Yes. Magonjwa mengine ni laana. Yes. Magonjwa mengine ni mizigo mizito. Yes. Sasa kwa uwezo wa Mungu umenipa. Yes. Naondoa mzigo huu. Yes. Naondoa pepo hili. Naondoa jini hili. Naondoa mapepo haya. Naondoa vifungo hivi. Naondoa mashetani haya. Naondoa mizimu hizi. Ondoka kwa jina la Yesu. Ondoka kwa jina la Yesu. Ondoka kwa jina la Yesu. Kila magonjwa, depression, ondoka. Magonjwa, ansa, ondoka. Vifungo, ondoka. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ondoka. Wengine roho zinapiga. Roho yako inapiga kama si kawaida. Inapiga kwa njia isiyo ya kawaida. Hiyo ni roho ya mshtuko. Roho ya mshtuko wa moyo. Baba kwa jina la Yesu. Hiyo roho inayoleta mshtuko. Inayoleta mshtuko wa roho. Inapigwa sasa. Inapigwa sasa. Kwa hiyo tumbo, kwa kifua, inapigwa kwa miguu, inapigwa kwa damu, inapigwa in the name of Jesus. Nasema inapigwa. Kila ripoti ya daktari alisema haiwezekani. In the name of Jesus. Natangaza ripoti mpya. Natamka, natabiri, inawezekana. Nguvu za giza, nguvu za majini zinachomeka midomo za wanadamu waliosema haitawezekana, hautapata amani. Inaondoka juu yako kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Inakuachilia kwa jina la Yesu. 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 Achilia yeye. Achilia yeye. Come out. Come out. Come out. Come out. Come out. Come out. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Loose. Achilia. Come out. Come out. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I speak healing. Now. Loose. In the name of Jesus. Loose. In the name of Jesus. Machia. Haraka. Kila nguvu za giza. Inuko. Misilani. Haraka. Toka kwake. Achia amani. Yes.
yako nimeweka moto. Nimeweka moto. Ndio hiyo. Ndio hiyo. Kila maroho za kuzimu. Kila maroho watu waliokufa. Chomeka. Isha. Kila roho za mizimu za kuzimu. Mizimu. Ndio hiyo. Moto. 2, 3. Loose. In the name of Jesus. Kila aina ya magonjwa. Naguza mkono huu. Nanyosha juu. Naweka moto. Ndio hiyo inashuka. Ndio hiyo inashuka. Fire. Anza kuchoma. Kila majini. Kila roho walizotuma ndani mwako zimefanya makao za mateso, za mapigo, za magonjwa. Kamata moto. Kwa damu. Kamata moto. Miguu. Kila magonjwa. Achia. Nimeweka mkono wangu juu yake. Yes. Moto inachomeka. Kila aina magonjwa. Chomeka. Inakamata. Moto. Yeyuka. Free. I set her free. In the name of Jesus. The name of Jesus. Nimeweka mkono wangu juu yako. Chochote ambacho hakiko sawa, kimejituma, roho iliyotumwa na kujituma, inaikamata ya magonjwa, ya mikosi, ya misirani, inapigwa kwa mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne. Chochote ambacho ameweka katika mikono hizi. Kisio chako na king'oa. Kisio chako na king'oa. 1, 2, 3. Die. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Natabiri kuanzia leo. Chochote wamechukua kwako. Chochote wamechukua chako. Nasema pokea. Ndio nikisema napokea. Sema pokea. Nasema pokea. Kuna kitu wananiambia. Kuna watu wamelala wakaota kuna vitu wananyang'anywa. Ina mikono zako juu. Ina mikono zako juu na uamini. Kuna watu wamekunyang'anya vitu katika ulimwengu wa rohoni. Kuna watu wamekunyang'anya vitu. Wamekunyang'anya kazi, wamekunyang'anya pesa, wamekunyang'anya amani, wamekunyang'anya ushindi. Ina mikono zako juu mahali ulipo. In the name of Jesus. Hapa katika jina la Yesu. Kuna mtu yuko hapa. Viatu zake zimechukuliwa. Kuna mtu yuko hapa. Nywele yake imechukuliwa. Kuna mtu yuko hapa. Nguo anayoipenda imechukuliwa. Ameota ikichukuliwa. Viatu zikichukuliwa. Nguo ikichukuliwa. Pesa ikichukuliwa. Hapa kwa uwezo na mamlaka umenipa. Naingia kule kuzimu. Naingia kwa majini. Naingia kwa mashetani. Naingia kwa waganga. Naingia kwa wachawi. Naweka moto. Majini, mizimu, uganga, in the name of Jesus.
ina mikono zako juu. Uliota kuna kitu umenyang'anywa, uliota kuna kitu umepoteza. Ukiangalia ukidisana, utagundua maisha yako hayako sawa, kwa maana umenyang'anywa kwa usingizi, umebadilishiwa kwa usingizi. Kuna kitu ulikuwa unatafuta, ukakuta umebadilishiwa, unachukua kwenye usingizi, lakini roho inakwambia nachukua tu, sina namna, lakini hii si yangu. Natabiri sasa, natabiri sasa, kinarejea kwako. Nasema kinarejea, nasema kinarejea, nasema kinarejea. Wa kwanza pokea, wa kwanza pokea, wa pili pokea, wa tatu pokea, wa nne pokea, wa tano pokea, wa sita pokea, wa saba. Hauwezi kuwa hapa na ubadilishiwe. Hauwezi kuwa hapa na unyang'anywe. Hauwezi kuwa hapa na unyang'anywe. Hauwezi kuwa hapa na ubadilishiwe. Nakataa, 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 nakataa. Hautabadilishiwa, hautabadilishiwa, hautabadilishiwa. Pokea kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Pokea amani, pokea amani, pokea ushindi, utulivu, kibali, neema, baraka, in the name of Jesus. Oh yes, yes Lord. Oh yes, oh yes, yes Lord. Nishike mkono Bwana, nishike mkono, nishike mkono, nishike mkono, nishike mkono, nishike mkono, nishike mkono. Usiniache Nairobi nitaishi. Usiniache nitarudi nyuma. Usiniache nicheka. Usiniache tafadhali. Baba nishike mkono Baba. Nishike mkono. Nishike mkono. Nilikana sana kama vile Baba nishike mkono Baba. Nishike mkono. Nishike mkono Baba.
Asante kwa neema zako. Asante kwa neema zako. Shukuru Mungu kwa ajili ya neema zako. Mwambie Mungu asante kwa neema zako. Asante kwa rehema zako. Asante kwa ushindi wako. Asante kwa kibali chako. Asante kwa uwezo wako. Asante kwa ukuu wako. Jemedari wa majemedari. Wewe ni Mungu mwenye uwezo. Asante. Unahisi ni kama Mungu amekuponya. Mungu tunachakujia asante kwa uponyaji. Unahisi amekupa kibali, mwambie Mungu asante kwa kibali. Unahisi kila ambacho ulikuwa umepoteza kimerejea. Inua mikono zako, mwambie Mungu asante kwa urejesho. Kila mmoja inua mikono zako, mwambie Mungu kile unahisi kimefanyika kwako. Shukuru Mungu, mwambie Mungu asante. Asante Bwana. Asante Jehova. Asante Jehova. Hakuna mwingine tena kama Baba wa mbinguni. Kuna mwingine tena kama Baba wa mbinguni. Kuna mwingine tena kama Baba wa mbinguni. Hakuna mwingine tena kama Baba wa mbinguni. Hakuna mwingine tena kama Baba wa mbinguni. Hakuna mwingine tena. Sema hakuna mwingine tena kama Baba wa mbinguni. Hakuna mwingine tena kama Baba wa mbinguni. Hakuna mwingine uwezo yote kama Baba wa mbinguni. Hakuna mwingine tena uwezo yote. Mwonaji Baba kama Baba wa mbinguni. Yeye ni Mungu. Hakuna mwingine tena kama Baba wa mbinguni. Uwezo yote Baba. Hakuna mwingine tena uwezo yote. Sema hakuna.
God of mercy, God of grace, God of favor, God of favor, show up favor, show up mercy, in the name of Jesus. Inua mikono zako mshukuru Mungu. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Bwana. Asante Yesu. Chochote ambacho umepoteza nasema kimerejea kwako. Nasema kimerejea kwako. And for those who are spiritual, you will experience what I'm talking this week. This week. Kile naongea sasa hivi tuki encounter this week. Amen. Nasema chochote ambacho kilikuwa kimechukuliwa kwako kimerejea kwako. Amen. Kibali kimerejea kwako. Amen. Ushindi umerejea kwako. Amen. Neema imerejea kwako. Amen. Kama kuna mtu alikusingizia Judas Iscariot. Kama kuna mtu yoyote ambaye aliona ile mbio ulikuwa nayo, akakubali shetani kumtumia, akakubetray kwa njia moja ama nyingine, amesabotage mbio ambayo ulikuwa nayo, nasema wiki hii kwa jina la Yesu. Nasema wiki hii kwa jina la Yesu. Jina la Yesu. May our good God expose the Judas in the name of Jesus. Wiki hii ya baraka kwako. Amen. Wiki hii ya amani kwako. Amen. Wiki hii ya ushindi kwako. Amen. Wiki hii ya miujiza kwako. Amen. Mungu afungue milango kwa mambo ambayo hauyatarajii. Amen. Wiki hii. Yes. I don't know am I talking to. Nasema Mungu afungue mlango kwa mambo ambayo hauyatarajii. In the name of Jesus. Wiki hii. Yes. Ingia kwa mlango ambao hautarajii. Yes. Nasema wiki hii. Yes. Nitaingia kwa mlango ambao sitarajii. Amen. Nasema wiki hii. Yes. Kuna watu ambao ni wazuri tu walichukua namba yako ya simu, lakini kuna kitu kimechukuliwa kwako, hauwezi kukumbukwa. Leo you are restored in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen. You are restored in the name of Jesus. Amen. Yeyote aliyechukua namba yako ya simu, yes, kwa kusudi la kusimama na wewe, yes, kwa maana katika maisha ya wanadamu, yes, kuna watu wengine ni milango, yes, wengine ni destiny helpers, yes. Yeyote aliyekusingizia, yeah, aliyetoa habari ya uongo, yes, inafuta kwenye anga yako, inafuta kwenye anga yako. Natangaza wiki hii, yes, iwe ni wiki ya muujiza, iwe ni wiki ya baraka, iwe ni wiki ya amani, iwe ni wiki ya ushindi, iwe ni wiki ya mafanikio, iwe ni wiki ya hatua, iwe ni wiki ya urejesho. In the name of Jesus. I speak promotion. Yes. I speak connection. In the name of Jesus. I speak grace. Amen. I speak favor. Amen. In the name of Jesus. The name of Jesus. Mungu akuunganishe na watu wiki hii. Yes. Wengine kwa simu. Amen. Wengine mtembee mkutane. Amen. Nasema wiki hii. Amen. Nasema wiki hii. Yes. Hadi siku 14. Yes. Kutoka leo. Yes. Iwe ni siku ya restoration. Amen. Iwe ni siku za restoration. Amen. Iwe ni siku za miujiza. Yes. Kile kilikwama kikwamuliwe. Yes. Mlango ulifungwa ufunguliwe. Yes. Kile kilichukuliwa kirejee. Yes. Kwa siku 14 kutoka leo, kwa siku 7 kutoka leo, kila ripoti uliyoandikiwa, yes, I cancel in the name of Jesus. Yes. Kila habari
Majirani waliokupangia mbaya, I cancel in the name of Jesus. Yes. Natangaza habari njema kwako. Amen. Habari njema kwa nyumba yako. Amen. Habari njema kwa simu yako. Amen. Habari njema kazini. Amen. Habari njema kwa biashara. Amen. Habari njema barabarani. Amen. Habari njema kwenye nyumba yako. Amen. Habari njema kwenye malango yako. Yes. Kwa jina la Yesu Kristo. Father, we thank you. We thank you, Lord. And Father, we bless you. Bless you. Asante Mungu. Thank you, Jesus. Una simu yako juu. Tu simu yako juu. And to pray. Kuna connections zingine ambazo zinakuja through phones. Sisi watu hawatafuti simu, hawatafuti kazi. Ni simu tunapigiwa, uko na kazi, njoo kazi. Mtu anakupigia uko wapi nikulipe deni yako. Kwa shetani pia amekuja na technology ya kuhakikisha kwamba network za wale watu ambao wanafaa kutusaidia, we are not connected to them. Ina simu yako juu katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, yeyote aliyefanya chochote katika anga ya kiroho, tuwe tunapokea simu za kuvunja mioyo, tuwe tunapokea simu za madeni, tuwe tunapokea simu mbaya, tuwe tunapokea simu za kutushusha mioyo. Yeyote aliyezungumza akasema simu yako haitaingia habari njema, aliyesema simu yako haitaingia ujumbe wa furaha, aliyesema simu yako haitaingia pesa. Watu wamekaa M-Pesa zao ni kama haziko functional. Unaangalia usiku mzima unashangaa, kwani mimi sina mtu ambaye anaweza hata kunikumbuka na 100. Anikumbuke tu na 200. Wewe uko na watu, lakini roho imekamata maeneo yako ya financial stability, financial breakthrough. Baba, katika jina la Yesu, chochote ambacho kimezuia anga ya pesa, anga ya M-Pesa, anga ya bank, tunakikataa kwa jina la Yesu. Nakikataa kwa jina la Yesu. Nakiondoa kwa jina la Yesu. Nakiondoa kwa jina la Yesu. Hicho kizuizi, hayo maneno, huo uchawi, hizo mizimu, katika jina la Yesu. Natangaza kutokea siku ya leo, siku 7 katika wiki hii, simu yako ipokee jumbe za kazi, jumbe za biashara, jumbe za mambo mazuri, jumbe za kifedha, katika jina la Yesu. Pesa yako haijafanya kazi kwa muda mrefu, na kuombea kutokea dakika hii, Mungu afanye miujiza. Kuna watu waliwahi kuwadai wengine, ukasema nimewaachia. Mungu afungue milango, na Mungu aende azungumze na wao. Hawatapata amani, watakulipa. Nasema utalipa. Hiyo simu ingie pesa kutoka saa hii, kesho.